Mtazamaji, taarifa hiyo ya Rashid Ronald ndio inayotufungulia jamvi letu la mahojiano hapa jioni ya leo, ambapo tuna bwana mmoja ambaye aliwahi kuwa mwalimu katika shule ya Aga Khan hapa jijini Nairobi, shule ya upili, na alifanya kwa muda wa miaka 13. Hivi sasa amepandishwa 15, ananiambia, kumradhi, amepandishwa cheo ama madaraka kutokamana na kile ambacho alikuwa anaangazia. Sasa ni mhadhiri katika vyuo vikuu viwili hapa nchini Kenya, akifunza somo la Kiswahili katika kitengo ambacho kinachohusiana sana na mafunzo ya mawasiliano hapa nchini. Karibu sana Mwalimu Andrew Watoha, karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Moja kwa moja, nadhani umefuatilia kile ambacho kimetangazwa hii leo kuhusiana na matokeo haya. Ukiangazia wakati ambapo wanafunzi walikelia mtihani huu wiki iliyopita nadhani, na mpaka wiki mbili zilizopita mpaka wakakaa tena, leo matokeo yametangazwa muda mchache sana, na ni matokeo ambayo wengi wanayasema kwamba wanaipa hongera serikali kwa hatua ambayo imefanya. Maoni yako ni yapi kutokamana na mchakato wote, kuanzia mtihani, wakati makaratasi yanatolewa, wakati yanafunguliwa chini ya ushahidi wa walimu na wakuu wengine katika serikali, na vile vile usalama ulivyokuwepo, mpaka leo matokeo haya yametolewa? Maoni yako ni yapi kama mwalimu wa zaidi ya miaka 14-15? Kwanza kabisa ni furaha. Ni furaha kwamba nikitumia tajriba yangu kama mwalimu, ndio mwanafunzi anapofanya mtihani, jambo la mwanzo yeye hutaka matokeo, na hasa wanafunzi wetu wa shule za msingi, ndio utaona kwamba wangependa kuulizia, je, nimefanya vipi, nimepata alama zipi? Kwa hivyo huwa wana ile hamu, ile ari ya kutaka kujua. Ndio. Kwa hivyo mwanzo naomba kumpongeza Waziri Fred Matiang'i kwa kile ambacho amefanya. Hasa pia bila kumsahau Profesa George Magoha ambaye ni mwenyekiti wa baraza la mitihani nchini. Wameshirikiana kwa uzuri sana, kwa sababu wametekeleza hili ambalo nimelizungumzia, kwamba mtihani umefanywa. Kwa nini matokeo yacheleweshwe? Yanacheleweshwa kwa sababu gani? Na hilo ni swali ambalo aliuliza Bwana Matiang'i mwaka jana. Ndio. Isitoshe, suala la teknolojia limetumika. Mwenyekiti Profesa Magoha amesema kwamba serikali iliweza kuiwezesha sehemu yake ya mitihani, baraza la mitihani, ndio, na wakaweza kununua mitambo mipya, mitambo 20, ndio, ili kuweza kusaidia katika usahihishaji wa majibu ya abacha na kadhalika. Na hilo liliweza kufanyika. Walimu walioitwa kuja kusahihisha mitihani wametekeleza kazi hii kwa muda wa wiki moja. Mitihani ya insha katika Kiswahili, na insha katika Kiingereza wamemaliza juma lililopita, na mtindo siku hizi umebadilika, ambapo mnapomaliza kusahihisha alama zinachukuliwa mara moja. Hakuna kukawia. Katika center yoyote ambapo marking inafanyiwa, zinawasilishwa kwa baraza la mitihani. Kwa hivyo mchakato mzima, hakuna mahali pa kupumzika. Kila mtu ametekeleza nafasi yake, na ndio maana tunaona kwamba matokeo yameweza kutangazwa haraka kulingana na wenzangu wa Kenya, kuliko kama ilivyo kawaida. Tuje kwenye hili swala la udanganyifu. Hakuna hata kisa kimoja cha udanganyifu kilichonakiliwa kwenye matokeo haya mwaka huu. Ndio. Hali hii inaelezea nini? Hali hii inaonyesha kwamba sasa elimu yetu nchini Kenya inaanza kupata ule uaminifu. Thamani yake inarudi. Thamani yake inaanza kurudi. Ndio. Kwamba mwalimu anapaswa kutekeleza wajibu wake. Kazi ya mwalimu ni kufundisha, kusomesha, kumwelewesha mwanafunzi. Mwanafunzi naye amepewa jukumu na wajibu wa kusoma, kudadavua mambo, kuweza kubukua anapopata muda, bila kujaribu kufikiri kwamba ataweza kupata usaidizi wa namna ambayo si halali, kama inavyosemekana ilivyokuwa hapo awali. Kwa hivyo hili ni swala ambalo limeweza kuzingatiwa, na hapo naomba kuwapongeza walimu wenzangu kwa kazi hiyo ambayo mmefanya, kazi nzuri. Wanafunzi ambao wamefuzu pia, hongereni sana.
Kwa maana utepetevu ulikuwa umeanza kuingia, kwa sababu njia za mkato zilikuwa zimeanza kupenya. Ndio. Hali hiyo ikawa kwamba watu wanategemea njia za mkato zaidi kuliko bidii darasani, ili iwe kwamba mtu anafundisha maswali yanayokuja wala si ujuzi wa mwanafunzi ambao ameupata kwa muda mrefu. Aha. Tuje kwenye swala lingine. Idadi kubwa ya wanafunzi wamefanya vema zaidi ukilinganisha na miaka ya nyuma iliyopita. Hapa ni kimnukuu waziri ama mwenyekiti Profesa Magoha akitaja kwamba wanafunzi 9,000 wamepata alama zaidi ya 400. Kuna tofauti gani hapa? Manake miaka ya nyuma haikuwa hivi. Ni kitu gani waliweka ama walikaza kamba wapi katika kuhakikisha pia wakati wa mihula ile wanafunzi wanakuwa darasani, labda kuna mambo mapya aliweza kuweka? Huu ni mchakato ambao umejumuisha idara mbalimbali. Mwanzo ni huyu mwalimu. Mwalimu amepewa nafasi yake kujitetea darasani, amefuzu, kwa hivyo kazi yake ni kufundisha. Ndio. Tume ya kuajiri walimu imewaangazia walimu kupitia kwa walimu wakuu na kupitia kwa maafisa wa elimu. Kwa hivyo unakuta kwamba yule mwalimu hana nafasi ya kutoroka majukumu yake, wala sisemi kwamba anaangaliwa kana kwamba analindwa kiaskari, la, anakumbushwa kwamba ni jukumu lako aisee kufundisha. Ngoja nikusimamishe. Ina maana kwamba kuna zile sheria ambazo zilikuwa zinaezekwa wakati Fred Matiang'i waziri huyu daktari alivyokuja akasema tunafanya mabadiliko ili kuepuka mambo mbalimbali, changamoto kadha kadha. Je, ina maana kwamba hizo sheria ambazo ziliwekwa wakati huo sasa ni kana kwamba zinaanza kuzaa matunda? Matokeo yake ndiyo haya sasa. Haya ndiyo matokeo ya mabadiliko. Mabadiliko mazuri. Kama anavyosema Ken Walibora katika kitabu chake Siku Njema, anasema mabadiliko ndiyo hudumu. Haya ndiyo mambo ya kudumu ambayo tungependa yawepo. Lakini mabadiliko kama haya yanapowekwa, je, tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba mabadiliko haya yanaendelea miaka na miaka na vizazi vijavyo wapate kunufaika na mabadiliko aina hii? Ndio tumeanza mwaka jana. Ndio. Wengi wamebabaika, lakini sasa wameambiwa na kuhakikishiwa kwamba hatukutafuti makosa, ni kwamba tu kila mtu atekeleze wajibu wake. Hilo tu. Kila mtu atekeleze wajibu wake. Na sasa iwapo mtu atatekeleza wajibu wake, kuanzia afisa wa elimu, mwalimu mkuu, walimu, wanafunzi nao wanawajibika, na kisha mchango wa wazazi kuwasaidia hawa walimu na wanafunzi, matokeo yatakuwa bora. Bila shaka haya mabadiliko ambayo yameingizwa katika mfumo wa elimu bila shaka yatadumu iwapo tutaimarisha na kudumisha hizi hali kwa kuwa na watu wanaofaa kutekeleza mambo haya katika nyadhifa zao. Tupate maafisa wanaostahili, walimu waliofuzu, waendelee kukumbushwa katika semina, katika warsha kwamba wajibu wao ni huu. Maana duniani ni vizuri kukumbushwa. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo mimi nina uhakika vile ambavyo Waziri Matiang'i ameanza pamoja na Profesa Magoha, haya ni mambo ambayo yatadumu. Wacha nikulete kwenye mtazamo mwingine tofauti kidogo. Ndio tunafurahia kwamba wanafunzi wamefanya vyema, idadi kubwa sana, kinyume na miaka ya nyuma wakati ambapo kulikuwa kuna visa vile ambavyo vya utovu wa nidhamu ambavyo vinapelekea baadhi ya wanafunzi kudanganya ama kufanya mambo kama udanganyifu katika mitihani yao na kadhalika. Hivi sasa wanafunzi wamefanya vyema wengi sana. Je, kama wizara ama serikali kwa ujumla, tunazo shule za kutosha kuhakikisha kwamba wanafunzi hawa wote ambao wamefanya vyema wanapata fursa ya kuendelea na masomo yao? Hapa tukiangazia kwanza katika shule za kitaifa, zaidi ya wanafunzi 9,000 wamepata alama juu 400 na. Ndio. Je, tunazo shule za kutosha kuhakikisha kwamba hawa wataweza kupenyezwa mle ndani na waendeleza masomo yao? Kutokana na tangazo la waziri kwamba yeyote aliyepata alama 400 na zaidi atapata nafasi katika shule ya upili ya kitaifa. Ndio. Nafasi zipo. Nafasi zipo. Na hata mwaka huu amepiga hatua zaidi. Kwamba wanafunzi 100
watakaopata alama za juu zaidi watapewa ufadhili wa serikali moja kwa moja. Huoni kwamba hiki ni chambo kizuri kwa wanafunzi pia ambao watafanya mtihani mwaka huu kujitahidi hata zaidi? Watafanya mwaka ujao. Samahani, maana tumezoea matokeo kwa karibu na kwa hivyo watapata nafasi katika shule za upili. Kwa hivyo wajiandae, wazazi wajiandae, na walimu wawe tayari kuwapokea. Vyema kabisa. Kumalizia mahojiano yetu, ushauri wako ni upi kutokamana na namna ambavyo hali imekuwa mwaka huu katika masomo, shule za msingi, katika shule za sekondari ama shule za upili pia, hatimaye pia shule za upili huenda pia labda tukapata pia matokeo wakati unaofaa ili kuwezesha pia wao kujiunga na vyuo vikuu na kuendeleza mafunzo yao. Unatuelezea nini kumalizia, ama tuende nyumbani na nini hapa sasa? Kwamba hebu kila mtu atekeleze wajibu wake. Mzazi, tekeleza wajibu wako. Mwalimu, naomba utekeleze wajibu wako. Mwanafunzi, ewe nawe tekeleza wajibu wako katika viwango vyote. Na hali ya elimu itakuwa safi. Tukumbuke kwamba mwakani tutaanza kuwa na mabadiliko kwa sababu ya mageuzi ambayo yanaingia katika mfumo wa elimu. Kwa hivyo tutarajie kwamba haya mabadiliko yatakapokuja, mwalimu ndiye atakayekuwa mtu wa kuangaliwa, maana ndiye atakayeendeleza huu mfumo mpya wa elimu. Mtihani wa kidato cha 4 karibu na kuisha, na baada ya kuisha usahishaji utafuata. Kama ilivyokuwa mwaka jana, punde tu siku 4 baada ya usahishaji wa karatasi ya mwisho, matokeo yalitangazwa. Na mwaka huu si ajabu kama mapema zaidi matokeo yatatangazwa. Wasahishaji wanapomaliza kusahisha mapema, matokeo yatatangazwa pia mapema zaidi. Maana teknolojia bwana Profesa Magoha ipo. Si kwamba tunatumia ile ya KCPE, lakini teknolojia wameweza kuziimarisha, kupokea haya matokeo na kuanza kuyachakatua. Bila shaka Magoha amefanya kazi nzuri hapo akisaidiwa na wizara nzima. Lakini na swali moja, mwelekezi wangu utaniruhusu, unadhani ni kwa nini hatukuwa na visa vingi vya shule kuchomwa katika muda huu ambao tulikuwa nao? Tuliambiwa na tukaarifiwa kwamba tafadhali zungumzeni na wanafunzi wenu, kuongea na wanafunzi, kuwa na ushauri. Ushauri na saha ulifanya kazi kweli. Kuanzia kwa mwalimu mkuu, baadhi ya shule hata zimeajiri washauri na saha. Baadhi ya shule zimeajiri pengine mapasta ambao wako pale, wa kike na wa kiume, viongozi wa kidini ambao wanawapa ushauri hawa wanafunzi kuona kwamba kuwa shuleni ni kwa manufaa yao. Kwa hivyo wawe na ushirikiano. Hilo limetusaidia mwaka huu. Vyema kabisa. Asante sana Andrew Watuha. Mtazamaji, Andrew Watuha ni mhadhiri katika chuo kikuu cha mafunzo ya mawasiliano, ni multimedia hapa jijini Nairobi. Na chuo gani kile kingine? Seku. Bila shaka. Asante sana kwa kuweza kufika siku ya leo. Tunashukuru sana mchango wako katika sekta ya elimu vile vile, na hata kuweza kufika siku ya leo kutuarifu mawili matatu kuhusiana na jinsi hali ilivyo. Mtazamaji, kufikia hapa hatuna la ziada. Asante sana kutazama taarifa zetu za KTN leo kuanzia mwendo wa saa 10 pale ambapo tulikuwa na wanafunzi wenyewe ambao walikuwa wamefanya vyema zaidi. Pia tukaweza kupata mchango kutoka kwa mzazi. Mzazi alikuwa hapa leo pia kutuelezea mchango wake, kwa nini mwanae alifanya vyema. Mambo ambayo tuna imani kwamba alikuweza kufikia vyema kabisa popote pale ulipo, na kwa yule ambaye anayejiandaa basi ameweza kujifunza na kupata pia motisha zaidi kuona kwamba mwakani pia yatakuwa ni mwenye kung'aa zaidi, hasa baada ya kumaliza mtihani wake. Mimi naitwa Ali Manzo. Asante sana kutazama taarifa zetu. Nashukuru sana tunapowasiliana nawe. Naomba tukutane tena hapo kesho kuanzia mwendo wa saa 5 ambapo wanahabari wenzangu watakuwa kwenye leo mashinani. Mimi nitakuwa kuanzia saa 10 ambapo nitakuwa na kuarifu na habari kwenye mbiu ya KTN. Hadi wakati huo, endelea kuwa nasi.